Biblia imekuonesha kipato endelevu, lakini wewe hautaki kuelewa kuhusu elimu ya kipato endelevu. Iko hivi, Yakobo huyu hapa alikwenda kufanya kazi kwa Labani. Alifanya kazi kama ajira miaka 20. Asa akachoka hiyo kazi, akasema kwamba Labani, nataka kuondoka mimi, kwa akaamua kujistaafisha mwenyewe, hakuamua kustaafu. Umenielewa eh? Labani akamuuliza kwamba nikupe nini, yani kama kiinua mgongo, ampe ng'ombe kiasi gani? Sababu kipindi hicho pesa ilikuwa ni ng'ombe. Ampe ng'ombe kiasi gani? Yakobo alikuwa ni mjanja, akakataa kiinua mgongo, akasema kwamba mimi sitaki unipe ng'ombe, nataka tuingie mkataba au makubaliano kwamba kila ng'ombe au mbuzi au kondoo atakayezaliwa mwenye mabaka atakuwa ni wa kwangu, asiye na mabaka atakuwa ni wa kwako. Wakaandikishana mkataba huo hapo, ambao mkataba alikuwa ni kazi kuuvunja. Unaelewa vizuri eh? Sasa mbuzi na kondoo akaanza kuzaa. Sasa kumbuka, zamani Yakobo alikuwa analipwa mshahara kila alivyokuwa anachunga, lakini baadaye akakataa mshahara, akasema kwamba anataka nilipe kwa commission. Baadaye maana ni kwamba kila ng'ombe aliyekuwa anazaliwa mwenye mabaka ni pasenti yake, kila kondoo mwenye mabaka ni pasenti yake. Sasa hiyo inaitwa leverage. Yakobo akawa analipwa kila wanyama wanapozaliana, sio kwa kuchunga tena. Hiyo ni elimu ya ujasiriamali kwenye Biblia, elimu ya kipato endelevu kwenye Biblia. Kwa hiyo Yakobo alikuwa analipwa either share au hisa au commission au vipande. Ndio maana Yakobo alivyoondoka kwa Labani alikuwa tajiri, alikuwa milionea. Umeelewa? Share na mtu mwingine. Biblia haitaki umaskini. Biblia